Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka tuzungumze ama tufundishane juu ya Freemason na saini zao. Leo kuna kitu ambacho nataka tufundishane juu ya Freemason na saini zao. Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uvijue. Kitu kingine tena na hiki kimenishangaza kidogo kuhusu nini? Kuhusu nguzo. Unapoangalia hapo unaona hiyo alama nini? Unaona hiyo alama ya nguzo ambayo wamesimamisha alama ni alama ya nguzo, wakiwa wanamaanisha hekalu lile la Sulemani. Lile hekalu la Sulemani, namna lilivyokuwa na nguzo, kwamba lile hekalu la Sulemani kwamba ni wao waliolijenga. Kwa hiyo na wenyewe wakikuwekea nguzo kama hizo, wanamaanisha uimara wao, kwamba na wakiwa wanalenga lile hekalu la Sulemani. Na kama ulikuwa ujue kwa nini wenyewe huwa wanaweka hizo nguzo za ile hekalu la Sulemani. Ni kwa sababu hekalu la Sulemani limejengwa na mfalme wa Tiro, yule mfalme wa Tiro yule alikuwa anaitwa Hiram, ndio alikuwa anaitwa Hiram, mfalme wa Tiro, ndio aliojenga lile hekalu. Kwa hiyo hapo, na ukiangalia habari za kuhusu mfalme wa Tiro, unajua kabisa hata Biblia inamtaja kwamba ni shetani, kwamba ni shetani. Kama unataka ushahidi, soma kitabu cha Ezekieli sura ile 28 na mstari ule wa kwanza na kuendelea. Ezekieli, labda kwa haraka hapa naweza nikakusomea Ezekieli sura ya 28, Ezekieli 28 sura ya 28 mstari wa kwanza. Inasema hivi: neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka, nawe umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari, lakini mwanadamu wala si Mungu. Ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu, tazama una hekima kuliko Danieli. Hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri, nawe umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hiyo hii ni ndefu. Ukienda mpaka mwisho utaona kwamba huyu mfalme wa Tiro alikuwa ni nani? Neno la Mungu hapa inamtaja kama nini? Kama shetani, kama shetani. Kwa hiyo huyu mfalme wa Tiro ndio aliojenga ile hekalu. Kama unataka ushahidi, nenda ukaangalia kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 5, ukianzia mstari wa kwanza, utaona namna Sulemani alivyotuma ujumbe kwa mfalme wa Tiro, kwamba akiomba ile mielezi kwa ajili ya kujenga, na Tiro
Yesu pia ametolea mfano, ametolea mfano Tiro na Sidoni, Tiro na Sidoni. Na Tiro ipo nini? Ipo katika nchi ya Lebanoni, nchi ya Lebanoni ambayo imepakana na Israeli, nchi ya Lebanoni ambayo imepakana na Israeli. Lakini hivi sasa nadhani ndio hii miji bado, huu mji wa Tiro na Sidoni bado upo, lakini hivi sasa kuna miji mingine miwili ambayo imeongezeka. Kwa miji miwili ambayo imeongezeka, nadhani hapo nitakuandikia hiyo miji ambayo imeongezeka katika hiyo nchi ya Lebanoni, katika hiyo nchi ya Lebanoni. Nitakuandikia hapo hiyo miji miwili ambayo imeongezeka. Kwa hiyo iko hivyo. Kuna vitu ambavyo wanavifanya wakiwa na lengo, wana lengo. Lakini dunia na vyote vilijazavyo ni mali ya Bwana. Ni mali ya Bwana. Haijalishi nani amejenga hekalu, lakini tayari likishawekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Hiyo ni nini? Hiyo ni ya Bwana. Hiyo ni ya Bwana. Ikishaweka tu wakfu kwa ajili ya Bwana. Kabla hajaweka wakfu, hicho kitu kinaweza kisiwe cha Mungu, lakini kishaweka tu wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu, basi hicho kitu ni cha Mungu. Hicho kitu ni cha Mungu bila kujalisha ni nani ambaye amejenga. Madamu amelipwa, basi hiyo haina madhara. Kwa hiyo ufalme wa giza ni ufalme ambao una mafumbo. Nimesema hapa nikiendelea sana kwa sababu ili ni pana, inaweza kuchukua muda mrefu, lakini nakuletea nyingine hivi karibuni. Kwa sasa niishie hapo. Nakuja nitakuletea vitu vingine ambavyo vimesalia. Kwa hiyo ukiona wewe ambao umefuatilia hii, ukiona kwamba ni part 2, hii ni part 1, ukiona part 2, basi ujue ninaendelea kusema vile ambavyo vimebakia. Kwa leo naishia hapo, na kusalimu kwa jina la Bwana. Shalom.